Mtu anaweza kujiuliza kwamba kwa nini unauza dhahabu ili upate dola. Sasa ni kwamba bidhaa ya dhahabu bei yake huwa inapanda na kushuka sana. Wakati upande wa dola bei yake kidogo yenyewe inapanda na kushuka, lakini sio kwa haraka sana kama dhahabu. Na ukifanya research ukaangalia data kwa karibia miaka 30, imekuwa na bei ya dhahabu na bei ya dola zimekuwa zinakinzana, kwamba bei ya dhahabu ikiwa inapanda then dola inakuwa inashuka, na bei ya dola ikiwa inapanda then dhahabu inakuwa inashuka. Kwa maana yake ni nini? Ukisema uwekeze peke yake katika dhahabu, maana yake ni kwamba bei ya dhahabu itakapokuwa inashuka, wewe utakuwa unapata hasara. Kwa ni lazima uuze kabla haijashuka ili uwekeze katika dola, ambayo kipindi dhahabu inashuka dola itakuwa inapanda. Na sio kweli kwamba dhahabu inapanda thamani siku zote. Hapana. Dhahabu, kama ukitoa mfano, bei ya Januari ya dhahabu tarehe 28 ilikuwa 5600. Ukiangalia tarehe 31 Januari, 2 days imeshuka mpaka 4000, karibia 600 800. Kwa hiyo unaona kwamba imeshuka kwa kiwango kikubwa sana. Lakini pia ukiangalia hata kupanda kwake, kuanzia tarehe 1 Januari ilikuwa kama 4600 mpaka tuna tarehe 28 Januari, siku 28 tu imepanda mpaka 5600, karibia dola 1000 nzima. Unaona kabisa kwamba ndani ya mwezi mmoja imeappreciate ama bei imepanda sana. Lakini ndani ya siku mbili ikashuka mpaka karibia 4800, ikashuka tena japo inaendelea kupanda, lakini sasa ile kupanda na kushuka ndipo unaporekodi faida na hasara, ambazo kuna kipindi inaweza ikashuka sana, kwa sababu mtu huwezi kujua ya kesho. Anything can happen. Sasa uzuri ni kwamba wakati bei inapanda, we kama umenunua kwa bei ndogo, bei ikipanda unauza ukitegemea kwamba wakati unapanda vitu vya dola vinakuwa vinashuka. Kwa hiyo unauza, unawekeza katika dola, kwa sababu dola inakuwa bei rahisi. Siku dhahabu ikifika peak ikashuka, hivi vitu vya dola vitakuwa vinapanda. Kwa na venyewe vikipanda unauza, unaongezea kwenye dola. Kwa basically ni unacheza nazo zote mbili kuhakikisha unapata faida kubwa zaidi kwa hizo bidhaa zote mbili ambazo umekuwa nazo. Lakini pia tunapouza hizi dhahabu zetu, hatumalizi reserve yetu, kwa sababu Benki Kuu kila siku iendayo kwa Mungu, Jumatatu mpaka Ijumaa huwa tunanunua dhahabu. Na almost kwa mwezi tunanunua kama tani 1 mpaka tani 1.5. Kwa hiyo hata tukiziuza hizi, tunachouza kipisi hiki kwa bei ilipopanda, tunawekeza katika bidhaa zenye zilizowekezwa katika dola ili zikipanda tuweze kupata faida. Lakini gold bado tunaendelea kuinunua. Kwa hiyo kiwango cha gold hakitaendelea kuisha. Unatumia hela hiyo, unaendelea kuongeza dhahabu, lakini pia tunawekeza katika sehemu nyingine ambazo tunapata faida kubwa zaidi. Kuliko ni kukaa na dhahabu ambayo baada ya miaka 2-3 inaweza ikakupatia hasara, lakini pia inaweza kukupatia faida. Na ndio maana tunaendelea kununua kila siku iendayo kwa Mungu. Kwa hiyo kwa kipindi hiki dhahabu tunayoiuza ni ndogo sana kwa ajili ya kupunguza riski, ili tuwekeze katika dola, ambapo dola itatupatia faida kubwa sana, kwa sababu tunajua huko mbeleni bidhaa ambazo zinawekezwa katika dola zitapanda thamani. Kwa hiyo tunachokifanya ni kama kurebalance na kuhakikisha kwamba tunatumia nafasi ya popote ama siku yote ya kuweza kupata faida, then tuweze kupata faida. Na faida hii sio ya Benki Kuu, ni faida ya umma mzima, ni faida ya nchi nzima, ni faida ambayo wewe kesho kuto ukihitaji dola itakuwa rahisi sana kupata dola, kwa sababu tayari Benki Kuu tuna dhahabu, lakini pia kuna baadhi ya dhahabu tumezitumia kuongeza dola nchini ama currency nyingine zozote ambazo tulizo nazo nchini. Kwa hiyo ina manufaa kwa kila mwananchi ambaye kwa namna moja au nyingine atanufaika kwa kuwa na hizi fedha za kigeni, whether ananunua vitu nje ya nchi ama hata matumizi yetu, kwa sababu hata bidhaa tunazonunua nyingi zinatoka nje ya nchi. Kwa kama wale wafanyabiashara wakiweza kupata dola kwa urahisi, wakaagiza mizigo yao kwa unafuu, maana yake hata mimi na wewe tutakapoenda dukani kununua vitu vitauzwa kwa bei ndogo, kwa sababu hata gharama ya kupata vile vitu ilikuwa ndogo. Tofauti na hapo, tukikaa na dhahabu, maana yake tutakuwa na upungufu wa dola. Tukiwa na upungufu wa dola, maana yake ni kwamba hata wafanyabiashara itawawia vigumu sana kwenda kufanya kununua bidhaa zao ili waweze kutuuzia. Kwa hata mimi na wewe tutakapoenda sasa sokoni ama tutakapoenda dukani kununua bidhaa, tutajikuta kwamba tunanunua bidhaa kwa bei kubwa sana.
Kisa ni nini? Hatuna dola, ila tuna dhahabu, ambayo dhahabu haitusaidii kwa sasa. Sasa hivi hitaji letu ni dola. Kwa hiyo dhahabu tunaendelea kuinunua, tunaendelea kuiongeza na tutaendelea kuwa nayo siku zote. Lakini pia pale ambapo tunaweza tukapata faida ya kupunguza kile kiwango cha dhahabu kukiweka katika dola, ni vizuri tukafanya hivyo ili tuweze kumrahisishia mwananchi pamoja na serikali kuweza kufanya matumizi yake ya fedha za kigeni kwa urahisi na maisha yote kwa ujumla yaweze kuwa marahisi.